Haleluya, Yesu Kristo na asifiwe. Unajua, ukisoma Biblia takatifu inakaribia kila kanuni zinazoweza kumsaidia mtu kufanikiwa. Kumbukumbu ya Torati sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 3 unaeleza kanuni au namna ya mtu anavyoweza kufanya au kufanikiwa kumiliki vitu vikubwa ambavyo kwa nguvu zake hawezi, kwa uwezo wake hawezi, kwa akili zake hawezi, lakini kuna namna ya kufanya ili aweze kufanikiwa kumiliki hivyo vitu vikubwa ambavyo vina nguvu kuliko yeye, lakini kuna namna ya kufanya ili aweze kuvimiliki. Kumbukumbu ya Torati sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 3, Mungu anaongea na watu wake, wana wa Israeli, anawaambia hivi: sikiliza Israeli, hivi leo unataka kuvuka Yordani uingie kuamiliki mataifa yaliyo makubwa na yenye nguvu kukupita wewe? Anaongea haya maneno, wanakaribia kuvuka mto Yordani waingie kwenye ile nchi ya ahadi. Sasa Mungu anaongea hapa na watu wake, mnataka kuingia kwenda kuyamiliki hayo mataifa yenye nguvu na uwezo kuwapita nyie? Alafu anasema hivi: miji mikubwa iliyojengwa kuta hata mbinguni. Hiyo miji hiyo ni mikubwa na imejengwa kuta hata mbinguni. Kwa lugha nyingine kwamba mnataka kwenda kuimiliki miji ambayo haiingiliki. Kama miji ina kuta hadi mbinguni, unaingiaje sasa kwenye hiyo miji? Maana ni miji ambayo haiingiliki, lakini nyinyi mnataka kuingia kwenda kuimiliki. Alafu anasema watu wakubwa warefu, wana wa Anaki, wajuao uliokuwa ukisikia wakitajwa hivi, ni nani awezaye kusimama mbele ya wana wa Anaki? Lakini pia mnataka kwenda kuamiliki hawa wana wa Anaki ambao wana nguvu na hakuna mtu anayeweza kusimama mbele zao, lakini nyie pia si mnataka kwenda kuamiliki? Anasema mstari wa 3 sasa: basi jua siku hii ya leo kuwa Bwana Mungu wako ndiye atanguliaye kuvuka mbele yako kama moto uteketezao, atawaangamiza tena atawaangusha mbele yako, ndivyo utakavyowafukuza na kuwapoteza upesi kama alivyokuambia Bwana. Hii ina maana gani? Kwamba kumbe kanuni ya kuweza kumiliki vitu vyenye nguvu kuliko wewe. Anasema hapa hii nchi ina kuta kubwa ambazo haziingiliki, ina watu wenye nguvu ambao sio rahisi mwanadamu kuweza kuwashinda, lakini Bwana Mungu wako ndiye atatangulia mbele yako kama moto uteketezao. Alafu ataenda kuteketeza hizi kuta, ataenda kuangamiza hawa watu, alafu nyinyi mtakuja mtamiliki. Kwa hiyo kumbe unavyotaka kumiliki kitu kikubwa chenye nguvu, kwa msingi ukiangalia uwezo wako unaona kabisa siwezi, cha kufanya mtangulize Mungu atangulie mbele yako. Mungu akitangulia mbele yako, yeye ni mkubwa zaidi ya kitu chochote, ni mkubwa zaidi ya mtu yoyote, ni mkubwa zaidi ya mamlaka zozote. Yeye anaweza kwenda kukutengenezea njia na kukufanyia namna ya wewe kuja kumiliki. So Mungu hapa anawaambia, mimi Bwana Mungu wenu nitatangulia mbele yenu kama moto uteketezao. Nitaenda kudili na hao watu ambao wana nguvu, na nitaenda kudili na hizo kuta ambazo haziingiliki. Baada ya hapo nyie mtakuja mtamiliki. So yamkini una maono makubwa sana kwenye maisha yako kufika mbali, lakini unajikuta kwa uwezo wako hauwezi, kwa nguvu zako hauwezi. Una ndoto ambazo ukikaa kuzipima unaona kabisa ndoto hizi mimi kwa nguvu zangu kuzifikia siwezi. Mungu atangulie mbele yako, mtangulize Mungu atangulie mbele yako. Utaanza kuona wepesi wa kwenda kule ambako kwa uwezo wako hauwezi kwenda. Utaanza kuona wepesi kufika kule ambako kwa nguvu zako hauwezi kufika. Mungu akitangulia mbele yako, yeye anaenda kukutengenezea njia, alafu wewe unakuja kutawala. Yesu Kristo na akubariki sana. Amen.